Asante Yesu. Bwana asifiwe mtazamaji. Leo nimekuja tena katika mtandao wa YouTube wa Safina TV. Na ili nipate kukubariki na nikuambia yale mambo nataka tuyafanye siku ya leo kwa jina la Yesu. Nikiamini Mungu atakubariki, atakutendea mema in the name of Jesus. Majina yangu ni Apostle Mureithi na hudumu na kanisa linaitwa Savina Glory Church ambayo iko hapa Eastern Bypass na kule Utawala na makanisa mengine nje ya Nairobi, na Mungu ni mwaminifu sana in the name of Jesus. Kwa hivyo leo ningetaka tuingie katika neno mtazamaji, na ili tupate kubarikiwa, maana leo nataka tupate kuangalia mambo ya inji na hata pia muongozo. Nipee wapendwa muongozo, tuombe inji yetu, ni kwa sababu inahitaji Mungu sana. Nimekuwa nikiongea mambo mingi sana nikikaa hapa katika studio ya Safina, nikiwaambia tuombe inji yetu, nikiwaambia mambo inaenda hivi, na nimekuwa nikiona Mungu akitenda mambo kwa njia kubwa. Vile vile kuna wapendwa ambao wanakuwa akiniuliza, Apostle, mambo haya unasemaga unatoaga wapi? Nikawaambia mara nyingi hauwezi ukasema kile ambaye usikii Mungu akikiongea. Tunasemaga yale ambaye tunasikia Mungu anepeana mzigo tupate kuiombea katika jina la Yesu Kristo. Ile kitu naweza kuomba kwanza kabla niongee juu ya mambo ya inji, kwa sababu mambo ya inji Church of God iko katika hatari. Tunapaswa tuiombee, tunapaswa tusimame katika mwanya. Ile kitu ningetaka kusema kabla niifike pale, nataka tuangalie andiko na wewe, na Mungu najua atakubariki sana. Andiko letu linatoka katika kitabu cha Isaia 62. Isaia 62 na katika kamustari kale ka6. Isaia 62 na mustari wa 6. Nitasoma hii yangu ya Biblia ya simu na Mungu atatubariki sana. Biblia inasema hivi: nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Enyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya. Mstari wa 7, wala msimwache akae kimya mpaka atakapo ufanya imara Yerusalemu. Mimi nasema ya kwamba mpaka atakapo ufanya imara Kenya na kufanya kuwa sifa duniani. Bwana asifiwe. Na kushukuru Bwana kwa sababu ya neno lako in Jesus name. Biblia inasema ya kwamba Mungu aneweka walinzi juu ya kuta zake zote Yerusalemu. Nikasema bandari ya kutanja Yerusalemu nitanje Kenya. Biblia inasema ya kwamba hawatanyamaza mchana wala usiku. Wale watu ambao wanaikumbuka Kenya na kuiweka kwa maombi bila maneno mingi ama mavituko ya maneno, ningetaka kuomba Church of God tuombe Kenya yetu. Kenya yetu haienedi vizuri na Mungu anataka tuiombe. Biblia kiendelea kusema ya kwamba nanyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Kuna watu wanaombwa wasinyamaze, kwa maana wakinyamaza kutakuwa na shida. Waombezi wa Kenya, waombezi wa inji ya Kenya, ninawaomba si wakati wa kulala, ni wakati wa kuamka. Tuonene na Mungu kwa sababu ya hii inji. Inji kanisa la Bwana ni kama inawaka moto. Kwa hivyo tufai kunyamaza kabisa. Nitakuja kukuambia ni kwa nini nakuambia hili, na ili tupate kuomba. Wakati huo Mungu akiongea na Jerusalem, kuna watu ambao walikuwa anamcha Mungu, ambaye Mungu aliambia, alinena kwa kinywa kia Isaia, wakaambiwa wainuke, waombe, wamtafute Mungu kwa sababu ya inji, ni kwa sababu kulikuwa na shida. Kumbukeni kuna andiko lenye ambaye liko kule katika kitabu kia Jeremiah sura ya 9 mstari wa 18. Vile vile Mungu anaamuza wamama wenye kuomba, wamama ambao walio na roho ya kuomboleza,
Kuomboleza meaning ni kusema ni kuomba maombi ya kulia. Maombi inaonekana maombi haya ni maombi ya mtu kama aliyefiwa. Biblia ikasema ya kwamba ili wafanye kwa haraka wale wa mama katika Yeremia, wakanifanyie kuniombolezea na ili nikapate kuokoa Yerusalemu. Nikataze kila aina ya roho inataka kukuja. Hebu kwaja tuangalie mstari ule, maana nasikia ni kama unanipatia topic. Katika Yeremia 9 mstari wake ni wa 18. Bwana asifiwe. Wacha nianjie mstari wake ni wa 17. Katika Yeremia 9 mstari wa 17. Bwana wa majeshi asema hivi, tafakarini enyi, mkawaite wanawake waombolezao, ili waje mkatume na kuwaita, mkawatume ama mkatie. Sasa nirudie neno hili. Bwana asifiwe. Okay, ndio hiyo. Bwana wa majeshi asema hivi, vikirini enyi, mkawaite wanawake waombolezao, ili waje mkatume na kuwaita wanawake wenye ustandi, ili wanje. Biblia inasema mstari wake wa 18, na wafanye kwa haraka. Naomba wapendwa ambao mnajua kuomba, mfanye kwa haraka tuombe nchi yetu. Na wafanye kwa haraka na kutuombolezea, ili macho yetu yasudiswe machozi, yani macho yetu yatiririke machozi, na kope zetu zibubujike maji, na macho yetu kule ndani yatoe maji. Biblia inasema mstari wa 19, maana mauti ya maombolezo yamesikiwa toka Zayuni. Maana sauti ya maombolezo imesikiwa toka bandala ya Sayuni, toka Kenya. Kuna sauti inasikika ambaye sio nzuri, na ndio nikasema nimekuja leo kuambia kutafutwa watu ambao wanajua kuomba wasimame. Watu ambao wako tayari kumuombolezea Mungu kwa sababu ya nchi hii waombe. Watu ambao wako tayari kuombea nchi yao, nimekuja na ili tupate kuiombea. By the way, nasema ya kwamba si ati ninafurahia. Ndani ya nafsi yangu nasikia kwamba tupatwe kuwa na msigo wa kuiombea nchi yetu, Church of God. Biblia inasema kutafutwa wamama wanayejua kuomba na wakuje ili wafanye na waombe, wafanye maombi ya aina ya kuomboleza, na ili watuombolezee. Kitu ya kwanza, Mungu aone machozi. Kitu ya pili, aone nyuso ya mtu mwenye ambaye anaelia. Macho yetu ipate kuwa na kope. Kope ni machozi iteremukayo, na ili Mungu akapate kuiangalia inji na macho ya kiuruma. Mtazamaji, sijafika ukuambia ni kwa nini nakuambia tuombee inji yetu. Na hii ni kitu kiharaka. Sio ile tunasemea kwamba wapendwa tuendelee kuweka inji ya Kenya mikononi mwa Bwana. Hii sio ile tunasemea kwamba wapendwa tuendelee kuomba, tuendelee kuamini Mungu. Hii ni ile ambaye nataka kuambia Kenya ya kwamba tupate kuendelea kuombea inji yetu. Inji yetu haina mambo ya kupendeza kabisa. Mungu anahitaji machozi, na ili akapate kuvika katika inji yetu na akapate kuleta uponyaji kwa sababu ya inji hii, katika jina la Yesu Kristo. Ninasikia wiki hii ambaye inaenda kuisha hii leo ikiwa Thursday, ninasikia kuna maandamano inakuja, na itakuwa maandamano ya Jay-Z peke yake, na itakaa
nataka kanisa tusikane hapa, haitakaa ni kutoka mwezi wa 6 na mwezi wa 7 kuna maandamano ineandaliwa ambaye ineiona katika bingu ya kiroho, ambaye ineonekana ikianza kuwa katika nchi yetu. Na tusipoomba Church of God, tumwambie Mungu kitu kwa sababu ya jambo hili, litakuwa na shida. Jambo lingine ni kama kutakuwa na mahava ndani. Ningetaka tupate kukataa hii spirit ambaye ibilisi anajaribu kuinua, na asa wakati wa budget unesomwa. Niliwaambia karibu wiki mbili imepita, wakati budget itakaposomwa kunaweza kuwa na shida. Tuombee nchi yetu. Sasa baada ya budget kusomwa leo, kuna roho inataka kuinuka ambaye inaitwa ni ya maandamano. Nataka kanisa tupate kuomba na tuamini. Kumbuka ile maandamano ilikuwa Gen Z. Sasa tungetaka safari hii kukawe na maandamano kama haya katika jina la Yesu Kristo. Nikarudi nikaambia wapendwa, ni vizuri tukatae mahava Kenya yetu. Na nikawaambia karibu 3 4 10 inepita, 3 bale inepita, ya kwamba tukatae mauaji ambaye inaendelea saa hii. Nikaambiwa nikuje niwaambie ni silent killing. Watu wanauawa na mambo haijulikani. Nikaambia kanisa tukatae hili, na niambie serikali hiyo kamutindo waneanza, hiyo kabarabara wanapitia, ni ile kabarabara kanakasirisha Mungu. Ni ile kabarabara kalikasirisha Mungu wakati wa Nebukadneza, ambaye kukuawa kwa watu ilikuwa si kama kitu. Mtu kupigwa, kuawa sio ikuwa kitu. Naye Mungu wakati anaona mambo kama hiyo, nini anafanyaga? Anaachilia inchi, ama anaingia kwa mfarume, anampiga inji yake na shinde ya kukosa sakura. Anapiga inji na roho ya kutokosa sakura. Ile inji mfarume ule yuko anakuta kwamba bandara ya kuendeleza maendeleo anatafuta kitu kinaitwa sakura. Kwa hivyo ninakuomba serikali, tuangalie sana. Wacheni mambo kufanya hivi tu oehae. Mtu anaweza kushikwa na uawe bure tu. Mtu anaweza kushikwa na anashikwa na serikali, watu wao wamtafute wamkoze. Mungu akaniambia jambo hili alimfurahishi. Nawe pia ambaye uko pale nyumbani, na kuambia tukapate kuombea jambo hili na tulikatae kwa jina la Yesu, kwa sababu ya nchi yetu. Ile kitu nachokuomba please, ni uangalie sana katika maisha yako ambaye uko pale nyumbani. Na ninataka kusema hivi, wakati nilikuwa naangalia ile mambo na kuambia, niliona mpaka kukiwa na migomo, mpaka kukiwa ni kama kunaanza kuambiwa watoto warudi manyumbani. Hiyo ikawa ni kama hapo mbele kidogo mwezi wa 9 na wa 10. Kanisa na kuomba intercessor wa Kenya, simama kwa sababu ya nchi yetu. Hebu niwaambie kanisa, kuna patikanaga mtu kama apostle akiongea juu ya nchi, huyu analetaga tu hii, huyu anaingia kwa siasa, huyu hebu muone. Hebu niwaambie kanisa la Bwana, wakati utakapoona mtu anetsuka tu anekuja kusema eri ningekuwa na TV ile nilikuwa nayo ya Safina TV kitambo, ni kwa sababu jambo hili ningeongeleza watu jioni ama wiki hii yote, ningeongea na watu ili wasimame katika mwanya kwa sababu ya nchi yetu. Ni kwa sababu nchi yetu kusema kweli ni kama haipelekwi jinsi inavyopaswa kupelekwa. Nchi yetu haifanyi vile inavyopaswa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri Church of God kuelewa kitu kimoja. Tunahitaji Mungu kwa mambo haya in the name of Jesus. Kwa hivyo tuombee utekani nyara ambaye unaendelea Kenya yetu. Tuombee jambo hilo. Number 2, tukatae kila aina ya maroho ya vifo
ambaye vinatokana na serikali, na tuendelee kukataa maandamano ambayo inaonekana mwezi wa 6 na mwezi wa 7. Church of God, niko na imani kuna kitu unaendelea kukitenda na kukifanya katika nchi hii. Pastor ulio pale, bishop uliye pale, apostle nabii ambaye mnaisikia hii sauti, ombea nchi hii. Hii nchi inahitaji mkono wa Bwana wa uponyaji mkubwa. Ni kwa sababu jinsi inavyoendelea haikuendelea vizuri. Mimi siongei juu ya ile budget inesomwa leo. Hiyo siongei mimi. Ile kitu ninachokuongea ni kwamba tuombee nchi yetu. Kutoka hapa ni kama kuna roho inayeitwa ya maandamano Shetani anaandaa. Jambo la pili, tukatae mauaji ambaye ni mauaji ambaye si ya kawaida. Number 3, tukatae ile kusudi ya inji ya pepo inaingia Kenya hii, especially masigari yakitumika kushika watu nyara na watu kuuawa ovyo ovyo. Tukatae kwa jina la Yesu Kristo. Na niseme hivi, mpendwa, wewe ambaye unaamrisha mtu ashikwe na uawe kwa sababu mambo yako iniongewa kwa hii mtandao. Mi kama apostle, maana ninajitoa kuhubiri kwa YouTube na TikTok, hata nikiandikiwa nini, niandikiwe niitwe mimi ni Shetani, niko na pembe 8, hiyo yote iwezi kanifanya nitoe jambo lote la kutukana, la kuamrisha ule mtu ananiambia kile ati nimuue. No. Inji yetu inahitaji kuangaliwe mambo haya mzuri. Na nyinyi ambaye mnatumika kwa kufanya jambo hili, ninaomba Mungu wa mbingu inji akapate kuwasaidia. Maana utakufa katika kaburini. Ile damu inamwagika bure. Maybe unalipwa pesa ukiwa haki hujaulizwa. Mungu aliambia hivi, Paulo baada ya kuwa anafanyia kanisa mambo mabaya, alimwambia na mabaya ulioyafanya yatakufuata nyuma. Na akafuatwa nayo, maana injili yake, injili ya Paulo, alihubiri injili ya kujivisha wakati wote, akahubiri injili ya shinda wakati wote. Ni kwa sababu ya nini? Kuna damu ilimfuata nyuma ya wale watu walitesa na kuua. Wewe ambaye unaehua, kubuka, Mungu apendezwi na kifo ya mtu asiyo yeye hua. Maana Biblia inasema Mungu ndiye anaua, Mungu ndiye anaweka hai. Kwa hivyo apendezwi na kifo kia mtu yoyote ambaye aliyeuzika akauawa na yeye hakuamrisha uawe. Kwa hivyo kwa njia nyingine ni kumaanisha damu ya mtu mwenye anaua mtu mwingine iko juu ya kichwa yake. Na one day one time hiyo damu ataulizwa na Mungu. Bwana asifiwe, Church of God. Tuombee nchi yetu, tuiweke nchi yetu mbele za Bwana. Neno ilikuwa ni moja tu katika kitabu cha Isaia 62 na verses 6 ya kwamba nineweka walinzi juu ya nyumba ya Yerusalemu. Nineweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu. Biblia inasema zitanyamaza, hawatanyamaza mchana wala usiku. Tukaambiwa wale wenye kumkumbusha Bwana wasimuache akae kimya. Niko na imani mtazamaji, kuna kitu naenda kufanya sasa. Inukeni muombee nchi yetu. Maombi ya siku moja, siku 3, 1 week. Hata ukisikia kukaa kwa maombi mpaka Jehova kuongereze, niko na imani utakuwa mmoja kwa jina la Yesu. Wale wanakuwa kinifuata wote, na waombea neema ya Mungu na baraka ya Mungu ikapate kuwa juu yao. Ile kitu ninachokiomba ni mpendwa, unapoingia pale katika YouTube yako, subscribe, comment na share na mtu mwingine, tupate kuombea nchi yetu.
Mtazamaji, share na mtu mwingine. Share na mtu mwingine mambo haya ninaye kuambia. Ombea nchi yetu. Number 2, kataa mauaji ambaye haifai katika nchi hii kwa sababu ya kadhabu ya Bwana. Number 3, kataa maandamano ambaye Shetani anaipanga mwezi wa 6 na wa 7. Number 4, ninakuomba Church of God, simama kwa sababu ya kanisa la Bwana ili lipate kulindwa na kuokolewa na Kristo, in the name of Jesus. Mtazamaji, washa tufunge kwa maombi. Jehova, naombea nchi yetu mahali ipo sasa, in the name of Jesus. Nikiomba mkono wako na baraka yako Yesu ikapate kuwa juu ya kila mmoja, in the name of Jesus. Wapendwa wao wanapoenda kuingia kwa maombi, ikiwa ni maombi ya asubuhi, iwe ni maombi ya jioni, iwe ni maombi ya kufunga na kuomba Roho Mtakatifu ukawapatie neema, in the name of Jesus. Asante Mungu kwa sababu ya yale unetenda, unefanya, in Jesus name. Asante Mwokozi kwa sababu Mungu watendea nchi hii na unaenda kuonekana kwa utukufu wako, in Jesus name. Mambo manne ninayaona maandamano kutoka mwezi wa 6 na wa 7, na kuomba mpendwa, ombea nchi yako. Jambo la pili, ninaona uteka nyara ukiendelea na wengi wakipoteza maisha yao kwa mikono ya serikali. Number 3, tuendelee kukataa maandamano ya watoto wa shule na kufungwa kwa mashule mwaka hii, in Jesus name. Number 4, kuna mtu mkubwa katika injini Bwana alinifunulia, tuombe maana atapoteza maisha yake kabla ya Disemba. Na jambo la 5, tuombe makabila ambaye yanajipanga kuinukia kabila lingine katika nchi hii, katika jina la Yesu. Mungu akubariki na akutendee mema, in Jesus name.